Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, popote ulipo, uliye bara la Ulaya, bara la Amerika na popote ulimwenguni. Ni mimi Pastor Musa Kilamba. Ninapenda nikukaribishe neno hili linaloleta uzima na utambue kwamba tunayo safari ya kwenda mbinguni. Usije ukajisahau. Leo tunaenda kuzungumzia kichwa cha somo kinasema ya kwamba usiifatishe dunia na mambo yake. Na msali wetu unatuongoza kile kitabu cha Warumi sura ya 12 kuanzia msali wa 2. Biblia inasema, ndugu zangu ninawasihi msiifatishe dunia hii, bali mgeuze nia zenu kwa kufanyika upya. Nisikilize mtu wa Mungu unayetazama, hakikisha usiifatishe dunia. Hizi ni siku za mwisho. Kaa vizuri na Mungu. Achana na mambo ya kuifatisha dunia hii. Neno la Mungu limesema katika Warumi 12 ile sura ya 2 inasema, msiifatishe dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu zio upya kwa kumfuata Kristo Yesu. Muachane na mambo ya kufuatana dunia. Na kama hujaokoka ni heri ukaokoka. Na wewe ambaye uliyeokoka ni heri ukabadilika na ukachana na mambo ya dunia. Ninazungumza na wewe ndugu yangu uliyejisahau, unayefuata mambo ya dunia. Hakikisha unabadilika. Hizi ni siku za mwisho. Haya mambo ya dunia, ya kufuatisha mambo ya dunia, yatawazuia ile siku kwenye lango la uzima. Maana unashangaa mtu, unashangaa ameokoka, bado anaendelea mambo ya ulevi, anaendelea kanisani, bado ni mzinzi, bado anaingia kwenye kanisa, bado anafanya mambo yasiyompendeza Mungu, bado ni shoga, bado ni msagaji, anafuatisha mambo ya dunia. Wengine unakuta mwingine ni mama au binti, anaenda kanisani, bado anavaa visuruari, anavaa vimini, anaonyesha kitovu nje. Hizi ni siku za mwisho. Watu wanafuatisha mambo ya dunia. Nisikilize mtu wa Mungu. Hii dunia itawafanya watu wengi kwa kujifuatisha, kuwazuia lango lile la uzima. Lakini nimekuja hapa mimi mtumishi wa Mungu Pastor Musa Kilamba kukuambia kwamba achana na mambo ya kufuatisha mambo ya dunia, badilika. Hizi ni siku za kukaa vizuri na Mungu. Hizi ni siku za kukaa katika hali ya kumpendeza Mungu katika mazingira yoyote yale. Uwe sokoni, kaa vizuri na Mungu. Uwe unasafiri, kaa vizuri na Mungu. Uwe kanisani, kaa vizuri na Mungu. Uwe popote kazini kwako, kaa vizuri na Mungu, maana ujui unyakuo utakuja katika wakati gani. Maana ujui unyakuo utakapokuja, yamkini utakukuta sokoni, uko kazini, uko kanisani, uko safarini. Unyakuo utakapokuja inategemea utakukuta katika mazingira gani. Lakini nimekuja hapa kusema acha kufuatisha mambo ya dunia. Wewe binti unayetazama, na wewe mama unayetazama, unayevaa visuruali vimini, nataka nikwambie hivyo vitakupeleka je. Epuka, achana navyo kabisa. Hizi ni siku za mwisho, sio nyakati za kujichanganya. Hizi ni nyakati za kukaa vizuri, na kama watu wa Mungu, kanisa, tukae katika hali ya utakatifu. Hizi ni siku za mwisho. Ndio maana leo kuna manabii wa uongo, kuna watumishi wa uongo, wanadanganya watu, wanaambia kutumia mafuta, tumia sabuni ya upako, mambo ya ajabu, kwa sababu ni mambo ya dunia. Nataka nikwambie lango la mbinguni litawakataa watu wengi tutakapoitwa ile siku. Maana Yesu anasema msifatishe dunia hii, msifatishe dunia na mambo yake. Acha kufatisha mambo ya dunia baba yangu. Acha kufatisha mambo ya dunia wewe kijana. Acha kufatisha mambo ya dunia wewe dada, wewe mama. Acha kuvaa visuruali, acha kuvaa vimini, na wewe kijana acha kuvaa milegezo. Hizi ni siku za mwisho. Acha kufatisha dunia hii. Yesu anakuita, anabisha mlango, yuko mlangoni kulichukua kanisa, na unyakuo saa yote utatokea. Heri tukakaa vizuri na Mungu. Nimalize kusema kwamba wewe ambaye hujaokoka, karibu uokoke. Wewe ambaye umerudi nyuma, tengeneza leo. Bado nafasi ipo. Bado Yesu anakupenda. Siku lango litakapofungwa, hakutakuwepo cha kuomba toba tena. Hakutakuwepo cha kuomba msamaha. Lango litakapofungwa, siku ile ya unyakuo tutakaponyakuliwa, hakutakuwepo tena cha kuomba msamaha wala kutengeneza. Tunatengeneza tukiwa hai. Tunatengeneza sasa ukiwa hai. Tetea
Tetea roho yako kabla jehanamu ijakutokea kwenye maisha yako. Tetea nafsi yako kabla siku ile ya mwisho ijakukuta. Tetea, maana Biblia inasema siku itakapokuja itakuwa makufumba na kufumbua. Mwana wa Adamu atakuja. Mimi sijui utakuwa wapi. Badilika leo, na Yesu anakupenda. Yesu yuko mlangoni, na Mungu awabariki sana. Amen, amen.